mwisho na mwanzo wake. Kila kitu kina mwisho na mwanzo wake. Kila kitu kina mwisho na mwanzo wake. Tunapojaribu kuzungumzia swala utekaji ni kama ni kitu ambacho baadhi ya mamlaka tunapojaribu kusikisha kwamba jamani ndugu zetu, ili swala hebu tulichangamkia, japo kutafuta funguzo lenyewe, ni kama wanajaribu, kila yote anayejaribu kuinuka kusema hayo ni kama anakuwa ni basa, na wenyewe wanaposema ni kama kwamba swali walifahamu na wenyewe husiki. Lakini hakuna mwisho usiokuwa na hakuna mwisho wote, hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho, hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho. Kila kitu kitakuja kikumiwa sawa na matendo tulichowahi kuishi. Kila kitu kitakuja kwa mwisho, kila kitu kitakuja kupata funzo, kila kitu kitakuja kuhukumiwa, kila kitu kina mwisho wake, kila kitu kina mwisho wake, kila kitu kina mwisho wake. Je, yote anajaribu kuambia ya kwamba ubaya wetu tuache, itakiwa tumunge mkono na kuweza kumshika na kuweza kumtafuta namna yote, lakini yote anajaribu kuambia kitu kama hicho ndiye ambaye anakuwa ni hatari. Hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho, kila kitu kina mwisho wake kwa namna yote. Haijalishi kimezungukwa na watu aina gani, haijalishi kina nafasi gani, haijalishi ya kwamba chenyewe kinamiliki nini, lakini kila kitu kina mwisho wake, kina mwisho wake, kina mwisho wake, na Mungu atakuja kuhukumu sawa na matendo ambayo kiliaishi. Wakati ambao watu hutiliwa mashaka, unewa mashaka baada ya kutazama, lakini pia na kuona vitu ambavyo vinaweza vikawa vinajaribu kupingwa kwa ukali nasi wanapovigusia. Moja ya kitu ambacho niseme ya kwamba serikali ya Tanzania mnaweza mkajiingiza kwenye maswali mengi na kushakiwa kwingi katika swala la utekaji hili, ni baada ya kuona kwamba ni kwa nini kila mtu yote anayejaribu kuinuka kukemea utekaji, kwenda kinyume na utekaji, huyo anakuwa kwenye sehemu ambayo ni hatari sana, anakuwa kwenye mazingira ambayo ni hatari sana, mazingira ya kuwindwa, mazingira ya kutafutwa. Unajua kitu hata kama ukifanyi, kitu hata kama ukitendi, kitu hata kama hausiki, lakini anapotokea mtu ambaye anaweza kawa anakinzana nacho, jaribu kumuunga mkono. Hapo ndipo watu wanaweza wakakuaminia kwamba huenda kweli mtu hiki kitu akawa anachukizwa nacho. Sasa ukiangalia baada ya watu wengi kuendelea kukemea utekaji, kimekuwa ni kitendo ambacho kinajaribu watu wa kufuatiliwa, watu wa kupingwa, watu wa kuumizwa, type kama za kina Mdude. Lakini pia ukija kwa Askofu Gwajima, amejaribu kuita press ya meeting ya conference ambayo amejaribu kudiscuss na baadhi ya waandishi wa vyombo vya habari. Lakini baada ya press ni moja mtu ambaye lugha mbalimbali zimetokea bungeni kumwataki, kujaribu kuonesha kwamba hapana, huyu mtu hafai kuwa katika bunge hili na huenda pengine hafai kuwepo katika upande wa chama chetu cha CCM. Sasa mimi niseme tu ya kwamba wasiwasi waniakili. Kuna wakati mwingine hata kama tendo jalifanya, lakini kwa hiki ambacho kinaweza kama kinaendelea juu ya utekaji, kila mtu anayejaribu kuinuka kulipinga ni kama anakuwa ni adui wenu. Wananchi na watu kadha wenye akili timamu wanaweza kawa na mashaka ya kwamba huenda mkawa mnanufaika juu ya kitendo hiki ama mna maslahi nacho, kwa sababu kitu kama ukipende lazima kikanushe, lazima kiunge mkono mtu yote anayejaribu kupingana uovu ama kitu fulani ambacho akipende. Lazima huyo mtu anayehusishwa ama mtu ambaye ndiye ni kama anajaribu kushawishika kwamba sisi tusimame upande huu, lazima huyo mtu aonyeshe ushirikiano. Lakini kwa hiki ni wazi ya kwamba huenda nyie watu mkawa na maslahi na hiki kitu, na hata kama hamna maslahi nacho, huenda ikawa iko namna fulani ya kwamba mnanufaika nacho, kwa sababu Swahili waliwahi kusema kwamba ukimya unamaanisha hicho kitu ni cha kwangu na faidika nacho. Ukimya unamaanisha hicho kitu sikiguse, lakini pia ukimya unamaanisha hicho kitu kiko sawa. Sasa tulihitaji kuona mshikamano, tulihitaji kuona mnamunga mkono Askofu Gwajima kwa ajili ya hiki kitu, lakini pia na watu ambao wanapingana hiki kitu. Kusomea kitabu kimoja hapa, kinasema, kitabu kimoja hapa cha vitu vya design kama hii ambavyo Mungu aliwahi kuviongea hapa, kwa sababu Mungu alipoongea kwamba kweli hapendi mauaji hapa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7 inasema, mstari wa 6 tanzia, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni. Nayo inakutamani wewe, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni.
Ukumbuke ili ndio agizo la Mungu ambalo alikulitoa, ya kwamba mwanadamu yoyote wa kimo chochote, wa nafasi yoyote, kama atakapokuwa akitenda mema huyu mtu, mimi Mungu nitamsikia na nitaonekana juu ya mtu huyu. Lakini ikiwa atenda kinyume na mapenzi yangu, sitaweza kumshika kwa namna yote ile. Sasa hiki kitendo cha utekaji kilikuwa ni kitendo ambacho yeyote anayejaribu kuinua kupinga aungwe mkono. Baada Kaini kumuua Abeli, hapa Mungu hakumuelewa kabisa. Mungu hajipingi, hakumuelewa. Tulitamani tuone mshikamano juu ya kitendo kia kwamba hapana, sio kitendo kizuri, sio kitu ambacho kinaweza kufanyika, kikemewe kwa nguvu zote. Lakini mashaka ambayo yanakuja kwamba je, watu wanaweza kama kufaika nacho ni kwamba kwa nini kianaenda kukipinga ni kama anakuwa ni hatarini sana. Mimi niseme ya kwamba mnajiweka kwenye maswali mengi kwa wananchi, kwanza kuhofia kwa vitu vingi ya kwamba huenda mkawa mnanufaika na kitendo hiki. Lakini kama mngekanusha wazi wazi, mngeunga mkono hoja Gwajima, mngeunga hoja watu wote ambao wanajaribu kukizungumzia na kuunga mkono na kuwekea ulinzi mkali, hata wananchi wasingekuwa na mashaka na nini. Lakini tunakuwa na mashaka kwa sababu ya matokeo yanokuja baada hiki kitendo kuongelewa. Kwa hapa sema ya kwamba bado tunakuwa na mashaka makubwa sana sana. Ukitenda vyema utapata kibali, ukiunga kitu chema watu watakupenda, ila kama ukijaribu kukitaka kuona kikanusha na kuwaumiza na kuwaweka hatari watu wanaokisema, mashaka yetu ya kwamba huenda mkao mnufaika. Sisemi kwamba mnanufaika, lakini wasiwasi ni akili. Ishie hapo. Amen.